uumbaji wa Mungu. Amen. Sasa alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake yeye. Amen. Maana yake mwanadamu kaumbwa tofauti na vitu vyote vilivyowahi kuumbwa. Sisi wanadamu tumeumbwa kwa namna ya ajabu tofauti na wanyama. Amen. Sijui kuna mtu ananisikia? Nikisema hivi, usifikiri wewe mzazi aliyekuzaa eti inatosha. Uliumbwa na Mungu. Mzazi wako ni chombo ambacho Mungu alikiandaa upite kwake, lakini muumbaji ni Mungu. Amen. Hasa alituumba kwa sura na mfano wake. Amen. Kisha alipomaliza kutuumba, Biblia inasema baada ya kutuumba kwa sura na mfano wake akatutawaza. Amen. Amen. Akamtawaza mwanadamu, akampatawaza juu ya kazi za mikono yake. Amen. Yaani Mungu kafanya kazi zake zote, kaumba mifugo, kaumba mashamba. Amen. Kaumba kila dhahabu. Amen. Kaumba utajiri wote. Alipomaliza kuviumba hivyo vyote, akatafuta nani mtu ambaye atakuwa juu ya hivi vitu, avimiriki, aviongozi. Amen. Sasa aliona wanyama hawataweza kumiliki, kulinda vile vitu. Amen. Kuna mtu anasikia? Amen. Ukisoma Biblia anasema kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2, anasema Mungu alipomaliza kumuumba Adamu, yaani alipomaliza kuumba vitu vyote, halafu akamuumba Adamu. Alipomaliza kumuumba, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akamchukua akampeleka kwenye bustani ya Edeni. Hebu sema bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni. Sema bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni. Akampeleka kwenye ile bustani ya Edeni ambapo kulikuwa kuna kila kitu. Amen. Kila kitu. Amen. Kilikuwa pale. Amen. Kwa nini Mungu alimpeleka Adamu pale? Biblia inasema alimpeleka ili aende akatunze ile nini? Bustani. Ile bustani. Amen. Anayesikia sema amina. Amen. Alimpeleka kwenda kufanyaje? Kutunza bustani. Kutunza. Hebu sema kutunza. Kutunza. Katika kutunza kuna kulinda. Amen. Katika kutunza kuna kujali. Unapotunza kitu, maana yake kile kitu nakilinda kisije kikapata madhara yoyote. Amen. Kwa Mungu alimchukua mtu wake aliyemuumba akamweka kwenye kazi za mikono yake ili huyu mtu azilinde zile kazi za mikono yake. Ni sawa na wewe uliye hapa, unaweza ukawa na kazi za mikono yako, pengine una biashara yako, pengine una mashamba yako, pengine una mifugo yako, pengine una mradi wako. Sasa ukatafuta mtu mwaminifu anayeweza kusimamia ule mradi au zile kazi. Ukimpata unampeleka kwenye ule mradi wako au kwenye kazi yako, unamwambia sasa, wewe nimekuamini, kwa hiyo wewe utakachofanya, kaa hapa, linda hivi vitu vyangu, nataka uvizalishe. Kwa sababu Biblia inasema tayari alikuwa ameshabariki, akasema mkazae na kuongezeka. Amen. Tayari alikuwa ameshabariki wale wanyama, akasema wazae na kuongezeka. Amen. Kwa hiyo wewe